Habari Tarime DC. Kwa majina naitwa Joseph Manga, mwenyekiti wa serikali ya Mliko. Upande wa Msege wamekuwa wakivamia maeneo ya wananchi wa Mlito, wanajenga. Kwa maeneo gani? Wanaziba njia, wanafukuza wachungaji, wanafukuza wakusanya kuni. Lakini tumefanya jitihada za kukutanisha mwenyekiti wa Msege Osisi wa Mlito kwenye eneo la tukio. Tumezungumza kwa namna ya kuleta amani. Kwa mara ya kwanza tulikutana mwezi wa 4, tukazungumza kwa namna ya kuleta amani, na mwenyekiti wa Msege akakiri kwamba kweli wale watu hawatambui na wamejenga na wanaishi, lakini wale watu hawajawahi kufika kwenye ofisi yangu kwa ajili ya kuomba makazi ya kuishi pale. Naitwa Emmanuel Francis Ngimba, ni afisa mipango miji wa halmashauri ya wilaya ya Tarime. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nimesikiliza hoja za wenyeviti wa vitongoji, vijiji pamoja na madiwani wa kata juu ya migogoro iliyopo kati ya kata na kata, kijiji na kijiji, kitongoji na kitongoji. Migogoro hii unaweza ukaangalia kihistoria, mara nyingi zaidi inajikita kati ya koo na koo, ama kati ya kijiji na kijiji, ama kata na kata, kulingana na ile mipaka iliyowekwa. Sasa ukiangalia kwa undani zaidi, unakuja kugundua pia chagizo la migogoro hii ni sababu za kisiasa, za kiutawala. Maybe kuna diwani moja ana influence, anataka kuchukua maeneo mengi zaidi ama kuwa na idadi kubwa ya watu. Hii ndio imekuwa ni sababu. Sasa solution katika hii, kwa kutumia utaratibu maalum ambao utatupa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya pamoja na viongozi wa serikali za vijiji na kata, tunaweza tukatengeneza kamati maalum za kusolve migogoro, ambapo timu ya wataalamu wa halmashauri hasa wapima wataungana na hizi kamati ambazo ziko huku kwenye level za vijiji kupitia ile mipaka ambayo ina changamoto. Sasa naloliona hapa, ameongea vizuri diwani hapa, kuna moja inawezekana huko sahihi, anasema mpaka wako mpita hapa, aidha kuna mwingine, au unaweza kukuta pande zote tatu au mbili hazielewi mpaka huko wapi. Mheshimiwa madiwani kwa hapo, ndio tumewashirikisha kwenye bajeti zenu, naomba mjadili kwa maeneo. Tutenge bajeti kwenda kutafsiri mipaka ya kijiji. Usiende pia kuzungumzia posho zetu tu kuondoka, tukazungumzia na migogoro ya wananchi. Na waelekeza maafisa ardhi na mipango miji kaunde kamati kuanzia leo ambayo itajumuisha mwanasheria na viongozi wengine, na mle ndani itaweka watu kutoka kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, watashiriki kwenye hiyo kamati. Mwenyekiti wa kamati ni afisa wa wilaya kwenda kutafsiri mipaka. Mipaka ipo, ila wamejikengeusha kwenda kutafsiri na kuwaonyesha kila mwenyekiti na mipaka yake anaishia wapi na utawala. Hiyo kamati iundo kuanzia leo, na mwenyekiti afisa na kukabidhi nani hapo mwanasheria, utakuja kwenye ofisi yangu, utakupa watu ambao wataenda kusimama hivi au watapindisha. OCD utatoa mtu akwepo kwa kuhakiki kusimamia usalama wakati wa kutafsiri, na polisi kata wahusike. Ofisi ya DSO itatoa, maana ni ofisi yako, itatoa mtu atakwemo huko, maafisa tarafa husika atakwemo kwenye kamati. Na tunapoenda kutafsiri mipaka, nafikiri mnajua watashirikisha pande zote, kijiji na kijiji kwa pamoja, tutaenda kutafsiri. Sina leka vizuri kijiji A na kijiji B kwenye mgogoro husika.
tumeshaorozesha kwa vijiji ambavyo vinaingilia, lakini na wananchi pamoja na wajumbe washirikishwe, tutachagua watu ambao wataenda kusimamia kwenye vijiji vyetu. Siende mwenyekiti peke yake, wajumbe wa kamati ya ardhi tutachagua na wananchi ambao hawana uongozi wowote kwa kuzingatia jinsia wataingia huko. Kwa hiyo wakati wanatafsiri kwa mifano, na nini mtakuwepo, bwana wewe kijiji A na kijiji B, mnaona mwisho wetu ni hapa, mtakwenda. Kazi hiyo ni ndefu, itahitaji muda, lakini mwanze leo kuandaa kamati, na nyinyi madiwani husika mnaenda kwenye baraza, na ndio kipindi cha bajeti. Tengeni bajeti ya halmashauri ili kumaliza migogoro kwenye maeneo yetu. Lakini kuna taratibu za kupata ardhi ya kijiji. Kila Mtanzania ana haki ya kuishi mahali popote katika nchi. Hata mimi nikija Mlito naweza kuja kuomba ardhi. Usiseme kwamba huyu wakuja, huyu Mnyamongo, huyu sijui Mwirege. Haya mambo yameshapitwa na wakati sana. Kila Mtanzania ana haki ya kuishi mahali popote, ili mali tu ajifunja nini sheria. Na kuna utaratibu wa kupata ardhi ya kijiji. Sheria namba 5 kama ilivyoeleza mwanasheria. Kinachokuja kuleta changamoto na migogoro mingi ni wenyeviti wa kijiji. Mwenyekiti wa kijiji na serikali yako, wewe ni msimamizi wa rasilimali za kijiji. Wala kuna mamlaka ya kugawa ardhi ya kijiji. Narudia tena, mwenyekiti wa kijiji na serikali yako, ile kamati yako, wajumbe wako, hamna mamlaka ya kugawa ardhi ya kijiji. Mimi nikija kwako kama Mlito, naandika barua kwa kijiji, wewe ndio msimamizi wa rasilimali ya kijiji, naomba eka 20 kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kilimo, machimbo, makazi na mambo mengine, labda ufugaji na uchumi. Nyie mtaipokea kama serikali ya kijiji, mtaichakata ndani, mtapeleka kwa wenye ardhi. Wenye ardhi ni wananchi wa kijiji chako, kwenye mkutano mkuu, wala sio mzee wa mila, wala sio wewe mwenyekiti wa kijiji ukajipa mamlaka ya kugawa ardhi. Mkutano utajadili Meja Gwele ameomba eka 20 Mlito, Gimburu, Matongo, Nyamwaga kwa ajili ya kilimo. Wananchi watajadili, sema sisi tunazana sana, tumpe eka 5. Wananchi watakuelekeza msimamizi wa rasilimali akapewe eka ngapi katika eneo fulani kulingana na mpango wa matumizi bora ya ardhi. Kama ni makazi, mtamwambia bwana tumpe kiwanja chenye eka 1 sehemu fulani kwenye eneo ambalo umetenga kwa ajili ya makazi. Na wewe mwenyekiti utaenda, wewe utaenda kusimamia, kuna kamati ya ardhi, si ndio? Itaenda kugana kuonyesha mipaka. Bwana Meja Gwele, huku utapakana na Wankyo, huku utapakana na Bugomba, huku utapakana na Kewanja, huku utapakana na Chia. Mipaka yako ni hii na unaweka. Hakuwezi kutokea mgogoro. Habari Tarime DC.